chakula kipo akipo. Kama chakula kipo sema nianzishe shari. Umtami wananijua mimi kubabika nikianzisha shari yangu hakuna mambo yote anaweza kaingilia kati. Yaani kwanza kwangu ndio nishafika alafu ndio hivyo. Aibu wataona wao. Mimi nitajinyea family life. Ningecha choma moto alafu. Wewe tena mpango ya juice unatembea moto nini? Asa chakula mpaka sasa hivi hujafika unashika gani wewe? Wewe nitakukutua wewe. Unibutoa nini? Kama hapo unajua unashinda nguvu mwenda kubonda. Unabonda nini? Unibonda nini? Mbona unajitoa kila muda? Sasa leo pombe zitakuisha. Bonda pombe zitakuisha leo. Jamani wewe majani. Njoo nisaidie. Pombe zitakuisha. Wewe jitia chize. Basi uache hela. Unakuja unanitia saa kila siku. Unajitia chize. Basi. Jana umetoka. Leo umenikimbia. Ulijua utarudi eh? Nilikwambia hapa mtakuja. Utaenda utarudi. Sasa leo utanitambua. Basi kuja basi mkao mwanzo. Inuka. Nimekukosea. Useme ulinikosea. Basi mkao. Basi sasa mimi tena mama watoto. Njoo hapa. Jamani nisamehe basi nimekubali sasa. Hivi si ndio inabaki kupakia wewe? Hapa hapa. Yeye tena. Lakini mkangu mimi umeona nilikuwa nimekaa hivi vikao vimedondoka tu juu ya mti. Mimi sijui chochote kinachohusiana na masuala. Yaani kunywa pombe haijatosha. Sasa hizi imefika stage mpaka unaniletea vitu vya ajabu hapa nyumbani kwangu. Wewe na maisha huko unakunywa pombe na ujinga unafanya. Na nataka niambie ujinga unafanya kwa nini? Yaani binadamu kawaida hawezi kukubali kufanya ujinga na unafanya na mbwa au unafanya na wanyama watu. Basi kuna rafiki yangu Raji alikopo na basi. Rafiki yako alikuwa na nini? Rafiki yako alikuwa na nini? Ya kupuliza. Basi mkangu nisamehe. Hapa sasa. Machozi ya yatima, machozi. Unakula nyama unajua ilikotokea hii? Unajua nyama nilikotoa hii? Wewe vitu vyako uvijui kwani? Uvijui wewe vitu vyako eh? Hivi ndio vitu ambavyo vinaendana na wewe, unaendana navyo. Lakini mke wangu, sinamesha kuahidi nitaacha. Hata jana tumetoka kuongea vizuri tu. Na tumeweka mipango mingi sana. Mbona leo unaanza kunifanyia hivi? Wenyewe. Odi. Mzee. Usinifanye adui basi katika maisha yako. Please, nisamehe mke wangu. Ila sasa kwenda vilabuni huko, kurukaruka huko kunywa pombe ndio sahihi, si ndivyo? Unajua nyama nikoitoa hii, unajua jasho niliotoa mpaka nimepata hii nyama hapa. Yaani ugali wenyewe nimefanya kustiri tu kukupa, afu bado unaniambia sio sahihi. Sahihi kwenda vilabuni. Embo wakati mwingine kuwa na utu basi. Hebu angalia hata majirani wakisikia kweli unanizuia mimi kula kwa sababu ya nyama. Hivi wewe unajisikiza unachoongea? Nakuuliza unajisikiza unachoongea? Tena unatoka huko ndani unatoka kwa kunyatia kabisa unaenda huko kunywa pombe vilabuni. Sasa hizi unakuja kuniambia habari zako. Nimekuambia hii nyama huli sababu ujue nilikoitoa. Utakula hii mboga maji. Hebu kula kwanza. Hebu sawa family, acha nile tu hivyo unachokitaka. Pata acha. Usiku uliponifunika nilizungumza na umekuwa msaada bado hivyo ni. Sasa mke wangu unapeleka chakula wapi jamani? Mbona unagonga sana mlango wakati umo ndani hamna watu? Hamna watu wameelekea wapi? Au wametoka kidogo? Kwani wewe una taarifa kwamba hawa watu wamekamatwa na polisi na sidhani tena kama wataonekana ulaiani? Kamatwa na polisi. Unajua mimi ndo mwenye nyumba hii. Na alikuwa anakaa huko nimempangisha. Alikuwa anakaa yeye na mwanawe. Sasa kama ni swala la polisi mbona mimi taarifa sina? Pole sana mzee. Na humu ndani alikuwa anaishi mama na binti yake. Lakini kumbe walikuwa tena wanaishi na binti mwingine ambaye walikuwa wanamfanyisha biashara ya kumuuza. Baada ya wanakijiji kuligundua hilo, walikimbilia moja kwa moja polisi. Na kweli baada ya polisi kufika hapa, walikuta hayo matukio yanaendelea. Kwa wale watu wakakamatwa, wakapelekwa polisi. Na huyo binti ambaye alikuwa anafanyiwa hicho kitendo alikamatwa naye pia?
Hapana. Yule binti alitoroka. Yule binti hakutoroka kwa sababu ya polisi. Yule binti alitoroka kutokana na yale manyanyaso ambayo alikuwa anayapata kule ndani. Ndio maana alitoroka. Hadi sasa hivi hajulikani wapi alipo. Basi asante sana kijana. Mimi nitakachokifanya sasa hivi itabidi niweke ulinzi ili kuiweka katika amani eneo langu. Hata hivyo majirani na wapongezeni kwa juhudi mlizozifanya na poleni sana kwa mitihani iliyowakuta. Usijali, tushapoa. Mzee, hata mimi nilikuwa nataka nikuambie hilo jambo la kutafuta mlinzi wa kumweka hapa. Kwa sababu unavyoona ya mazingira sio rafiki sana. Ila pia kwenye hilo swala la mlinzi naomba niachie mimi. Kwa sababu mimi hapa ndo kontao mtaa. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unaishi mazingira haya? Hapana, siishi maeneo haya, ila nikisema mimi kontaa kweli. Yaani mtaa wote wananijua mimi. Haya, basi takapotimiliza masuala yangu kwa sawa, sina budi kukuona. Labda unaitwa nani? Mimi naitwa Brown. Nani? Brown. Okay. Basi takapokuwa tayari nitakutafuta. Tutawasiliana, tutajaribu kufanya maamuzi. Usijali mzee, usijali. Ila usichelewe kwa sababu hii nyumba inahitaji ulinzi. Machozi ya yatima, machozi ya yatima, machozi. Baba. Wapi? Ulikuwa unataka kunitoroka eh? Unajua nimelala kama siku zote. Sikulala. Leo sasa umeakanyaga. Yaani umeakanyaga aswa na umeatimba. Namba ila matumizi. Mke wangu. Ila nilikuwa nawahi kazini na isitoshe mimi sinajua mke wangu ukilala utaki usumbufu. Wala nilikuwa sikutoroki wewe. Mimi naamini. Wewe nivumilie tu kidogo. Mimi nikienda hivi, tena ninachokuahidi mke wangu nitawahi kurudi leo tofauti na siku zote. Si unajua tena. Kwanza nimekumisi pia. Hivi, wewe unajua kama mfukoni kwako kuna hela au una? Ila kwenye masuala yako ya pombe huko ungejua kama mfukoni kuna pesa, si ndivyo? Naomba hela, najua baadaye utoleta hela, utaniletea mikojo na mavi yako. Nipe hela. Ndio maana nimekwambia mke wangu, hebu nielewe basi. Unajua muda huu sio muda sahihi wa kuanza kupigizana kelele. Huu ni muda wa kuniacha mimi nikaende nikapambane nikuletee riziki jioni. Tena nitawahi tena. Si unajua alafu leo ninakuletea zawadi, useme tu nikuletea zawadi gani? Yaani unavyoongea unajininumuza, unajinenenesha, eti ngoja niende nirudi. Nimechoka, yaani nimechoka kuzoa mavi. Maana yaani habari ukienda ukirudi unaletea nyumbani mavi na mikojo na matapishi. Nimekwambiaje nataka hela. Usiniambie bei za baadaye. Toa hela sasa hivi. Una hela utoki hapa. Yaani utoke afe beki afe kipa. Sasa hapo. Yaani sasa ni wewe nipe hela. Tayari. Tayari nini? Hebu nipe hela. Yaani usiniambie bei za mke wangu. Relax basi. Kwa nini mke wangu unakuwa kama mbogo hivyo? Mbona tumeanza vizuri tunamaliza vibaya? Hebu nielewe muda wako basi nipe muda nikapambana. Na swala la pombe nimekwambia mimi naacha. Kwani shida iko wapi? Muda wa nini? Muda wa kwenda huko kuniletea hapa matatizo. Unapofika muda wa nini? Unatafuta. Haya nipe hela. Nipe hela. Yaani hapa hutoki leo humu ndani bila kuniachia hela. Haya, nipe hela. Fanya haraka, changamsha. Unatikisa moyo mke wangu. Angalia hapo unakulipa. Acha utikisike ili unyofoke ili pombe ziishe humu ndani tuwe na amani. Haya, fanya haraka. Hebu nisikize. Hebu angalia watoto wa shule pale wanaponitazama, wameshatoka wanaenda shuleni, wanaangalia hii hali. Hebu sikiza mambo ya wanandoa tunamalizana chumbani mke wangu kwenye kagodoro tunabonyea pale tunaombana msamaha.
Yaani anazidi kunipandisha hasira. Hivi unaonaga aibu kweli wewe? Huko unakwenda baba anakuona, mama anakuona, huko unajizalilisha eti saizi uone aibu kisa hivyo vitoto vya shule. Tena faza hapa na kuzalisha kwa hao watoto. Huko makazini kwako unakwenda unakunywa pombe watu wazima. Mimi mavi unaje kwenye swali unaniletea shida hapa nyumbani. Unaniambiaje wewe? Nisikize basi. Hebu angalia watoto wanaenda shule kwa watu wananiangalia wanafikia na chukua. Wacha wakuone sababu una akili. Sababu watoto wazima pia wao wanakuona. Hebu naomba nisikie. Twende huko. Una hela twende ndani. Sasa niachie basi kaongelee ndani mke wangu. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Hebu fanya kama hebu kumbuka mimi ni mmeo basi. Okay, twende ndani. Njoo huko ndani nikuona mimi. Yaani upote na mimi kulipa leo. Wewe! Machozi ya yatima, machozi. Bodi mwana. Naam baba. Unakumbuka kuna siku nilikueleza kuhusu nyumba niliyojenga pale mtaa wa Ng'ombe? Ya, nakumbuka baba. Vipi umeiuza? Hapana. Naomba unisikilize vizuri kwanza mazungumzo yangu utakapofikia. Leo nilitembelea pale nyumbani ili kwenda kuangalia hali ya usalama pale. Maana muda mrefu nilikuwa sijatokea. Lakini kuna jambo ambalo limenishangaza baada ya kufika pale. Nimegonga sana pale geti. Gonga sana lakini sikupata jibu. Baada ya kugonga sana lakini kulitokea mtu akaja akanifahamisha. Vipi mzee, mbona unagonga sana hapo? Kaamba bwana, ninagonga hapa lakini sipati jibu lolote. Akaniambia kwamba hao watu hapo hawapo. Kwanza nilistuka. Nikamuuliza hawapo wamekwenda wapi au wamehama? Akaniambia hapana. Hao watu wamekamatwa na polisi. Nikauliza ni wote au? Akasema ndio. Sasa kwa hapo bado nikaanza kutafakari kamatwa na polisi kwa tatizo lipi. Nilipokuja kumhoji vizuri yule kijana ndio akanifungulia habari zote. Nilimpangisha mama mmoja akiwa na mwanawe naye mmoja. Lakini inasemekana kwamba yule mama ile sehemu alifanya kama ni sehemu ya biashara. Kulikuwa na mtoto wa kike ambaye alikuwa anamuuza mle ndani. Ambayo serikali ilikuja ikachukulia hatua kuonekana ule ni unyanyasaji wa jinsia. Maana baadhi ya majirani walienda kulifikisha hilo. Ipo wamekuja wakawachukua wakaondoka. Baada ya kupata zile taarifa kwa majirani, ikafahamisha kwamba wale watu sasa hivi wako ndani na sio rahisi kutoka tena kwa muda huo. Mbona ni swala limekuwa ngumu sana baba? Na vipi kuhusu huyo mwanamke ambaye alikuwa anauzwa? Alikamatwa na yeye? Baada nilivyosikia majirani wenyewe baada ya kuzungumza sana, wakaniambia kwamba yule binti alikimbia baada ya kuona kwamba yale manyanyaso ilikuwa kama ni manyanyaso makubwa sana ambayo hakuridhika nayo. Alipopata nafasi akakimbia na hajulikani alipo mpaka sasa. Sawa, mimi nimekuelewa mzee wangu. Kwa hiyo una mpango gani ili kuweka usalama katika nyumba yetu? Hilo ni la msingi zaidi na ndio maana nimekuita mwanangu ili nikufahamishe ili nitakaloliamua au nililolipanga. Mimi nilionelea kwamba ile nyumba sasa hivi sitopangisha. Yaani ni bora nipangishe hii nyumba kwa sababu ipo sehemu salama. Ni sisi kutoka hapa na kuhamia kule. Kama kutapatikana wapangaji waje wakae hapa. Ni sawa mzee wangu, nimekuelewa. Ukishasema wewe sidhani kama kuna mtu anaweza akapinga. Mimi ndalo ni mtu mzima na umeshakwepa mishale mingi. Sioni haja ya kukupinga. Nitafanya kama utakavyo. Si ndio mama?
Ndiyo, ni sawa, ila mi nilikuwa na ushauri baba. Kwa nini tusiendelee kukaa hapa kwenye usalama zaidi, alafu kule ukaangalia namna gani unaweza kuboresha usalama? Nasikia mamangu, kama ni usalama utakuwepo ni mkubwa tu. Kwa sababu usalama utakuwepo mkubwa vipi? Ni kitendo cha kutoka sisi na kwenda kukaa pale. Hata hivyo, ili kuimarisha usalama zaidi, itabidi nimweke mlinzi pale. Baba, yaani mimi nilikuwa naona huyo mlinzi singeendelea tu kuilinda hiyo nyumba na sisi tungeendelea kukaa hapa, kwa sababu mimi hapa tayari nishapazoea na nazunguka na nyumba tayari nishaipenda hii. Yaani mwanangu, hilo swala unalosemea kupapenda, unajua kitu kupenda baada ya kukiona ukaangalia ladha yake iliyopo. Hata kule utapapenda pia, kwa sababu hata kule na hapa kama pamefanana kidogo. Sawa baba, sisi tunakuelewa na tutafanya kama utakavyo. Mama, Abeka, nafikiri ulikuwa unapika. Ndiyo. Unaweza kuendelea na majukumu yako. Sawa. Aya baba, asanteni. Vipi zatoka jana? Namshukuru Mungu. Lile swala nimeenda nimelifanyia kazi vizuri na familia yangu nyumbani. Nikaona kwamba haina budi kuifanyia haraka. Maana nikisema niache hivi hivi, matokeo yake poteza katokea mambo mengine hapo nyumbani. Waona bora leo nije nifanye usafi, na swala la mlinzi naomba lipatikane kwa haraka sana. Si naweza nikalipata hilo? Yaani kwanza umenifurahisha mzee. Yaani umepiga mle. Kwa sababu hata mimi nilikuwa tayari nishamwandaa. Nilikuwa nakusubiri wewe tu. Sawa. Ila sasa na sharti moja. Hapa nyumbani kwangu mlinzi huwa anahitaji Mmasai. Maana najua vijana wengine wanakuwa na vitama vingi, alafu wanakuwa na mambo mengi. Utakuta utulivu wa kubaki hapa ni dogo. Saa zingine usiku anaweza katoka sijui akamuone ndugu yake gani. Najua Mmasai anazingatia ulinzi. Akikaa amekaa. Anachoangalia ni mazingira amekaa salama basi. Kwa hiyo sihitaji mtu mwingine yoyote zaidi ya Mmasai. Naweza nikampata. Kwanza mzee wangu, ni kutoe wasiwasi. Hata mimi, yani ndugu zangu wengi hapa mtaani, marafiki zangu ni Wamasai. Unataka kunieleza wewe ni Mmasai? Upo karibu na Wamasai? Hata mimi ni Mmasai mzee. Kwani unanionaje? Sawa, na sio uniletee Mmasai ambaye akili ya uze dawa, akili ya baki kazini. Nahitaji kisha kuwa kazini ni kazini. Wale Wamasai wanajua kwamba tumekuja kwa ajili ya kazi ya ulinzi. Na wapenda sana. Wao wanaijali kazi. Ondoa wasiwasi mzee. Yaani huyo kijana anaenda kukuletea wewe kidali kweli. Kajazia, afu kazi anaiweza. Na usichokijua sasa, yule alishawahi kazi kwenye kampuni fulani hapa Tanzania. Kwa hiyo ukitaja hata baadhi ya udhibitisho atakuletea. Sasa itakuwa ni vizuri sana kama utakuwa umefanikisha kwa hilo, utakuwa tuko pamoja mimi na wewe. Na hii hapa itakusaidia ununue voucher kidogo kwa ajili ya kuwasiliana nawe hizi hapa. Chukua. Kweli? Sasa kweli mimi na wewe tunaongopeana. Hebu hii hapa. Twende ukanunue angalau hata voucher. Kweli bosi, siwe kama mtego bosi. Tunataniana? Hapana. Mimi ninachohitaji kwa utafute mtu ambaye mwenye kuwa na umakini wa kazi. Au sio? Fumi bana. Tembo mmoja. Yaani bosi unajua kuniheshimisha. Unaweza kununua na voucher kwa ajili ya kufanya mawasiliano zaidi. Yaani bosi nikwambie kitu kimoja. Yaani ukiwa na kazi yote ile, yaani niagize tu bosi.
Mimi kwa lolote litakalotokea hapa ambaye nahitajika msaidizi, itabidi nikuone. Kweli bosi. Haya, baadaye. Kijana, kuna sehemu kuna kazi ya ulinzi, na nikikutazama wewe ile kazi inakufaa. Ila kuna sharti moja tu. Sharti lenyewe, huyo mzee anataka huyo mlinzi awe wa Kimasai. Sasa hapo tunafanyaje? Maana kazi mimi naitaka kaka. Mapenzi yameniharibia kila kitu katika maisha yangu, na hivi sasa nataka ni focus kwenye kazi tu. Nataka niachane kabisa na masuala ya mapenzi. Kwa hiyo unanisaidiaje ndugu yangu kuhusu hilo? Pole sana ndugu yangu. Unajua mapenzi yanaweza kukusababisha ukapoteza kila kitu, na vile vile mapenzi yanaweza kusababisha ukagombana na ndugu, jamaa, hata marafiki. Ila naamini hadi hapa ulipofikia kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Hans, kitu cha msingi kabisa, achana na mapenzi. Naamini hii kazi itaenda kukutoa kimaisha. Hans, mimi nitakusaidia. Lakini kwa sharti hilo moja tu. Mimi na wewe inabidi tugawane mshahara wako. Yaani mimi nusu na wewe nusu. Kama unavyojua, wewe sio Masai. Na tunaifanya inakuwa asili. Kwa sababu wewe sio Masai Hans. Kwa lazima nikutunzie siri. Au wewe ni Masai mwenzangu? Yaani mimi nusu na wewe nusu. Sasa Brown, mshahara wangu tugane nusu kwa nusu. Sasa kazi nitakuwa nakufanyia wewe hapo. Wanafanya kazi. Kwa hiyo kama unaona hayo masharti magumu, basi tafuta kazi mwenyewe. Yaani ungeangalia tu namna ndugu yangu. Mimi naona haiko sawa kabisa ni. Brown kaka. Tasama nakuomba mara moja, nakuomba. Yaani kusema kweli kaka, hiyo kazi mimi nimekubali. Na tutagawana tu, maana ukweli na uhitaji na hiyo kazi. Unajua nini Hans? Yaani kama una elimu yoyote, yaani kama hujasema, inabidi tukubaliane na kazi yoyote kwa sababu una elimu. Bwana Hans, wewe hata usijali. Mimi nitakujulisha lini unaanza kazi. Leo au kesho, wewe kajiandae tu uwe tayari. Basi mimi nashukuru sana kaka. Na Mungu atakubariki. Mimi moyo wangu umeshauteka, nahitaji jina lako kimya kimya, na kila njia inanirudisha kwako. Jo. Nafikiri kila kitu kimeenda sawa. Natarajia majibu mazuri kutoka kwako. Unajua bosi, ile kazi sio rahisi kama unavyofikiria. Jo, ugumu wa hii kazi uko wapi? Hivi unataka kuniambia kwamba umeshindwa hii kazi? Yaani bosi, nashindwa hata nianzie wapi. Lakini nitakalo kuambia bosi, una kifua. Kifua gani Jo? Mimi nataka nisikie maneno mazuri, Niambie umemuona mtoto mzuri umepajua kwao, hivyo. Unajua bwana bosi, kwenye ile nyumba kumetokea tukio. Na ni tukio baya sana. Ni yule binti, kuna mtu alitaka kumchoma kisu.
ambaye ni mtoto wa kike, lakini hakujulikana ni nani. Wewe mbona sikuelewi? Lakini haijaishia hapo, kubwa kuliko sasa bosi. Kumbe yule binti na urembo wake wote na uzuri wake wote pale anapoishi alikuwa anajiuza, na mpaka hivi sasa ninapokuambia bosi, yule binti ametoroka na hajulikani ameenda wapi, na wale wahusika waliokuwa wanamfanyisha hiyo biashara ya kujiuza, yule mama aliyokuwa anaishi naye na yule binti. Sawa. Sasa nisikilize jua vizuri. Nafikiri tutaongea, sawa? Tutaongea, nitakutafuta. Au popo ndo kashania mbingu.